na usione chuki ama usikasirike wakati kiongozi mmoja anasema ukweli kuhusu serikali. Nani ajui kwamba serikali ilipeana mbolea ambayo ilikuwa ni mchanga? Nani haelewi? Hii ni maneno yamefanyika. Nani haelewi kwanza kwamba serikali ya UDA ama Kenya Kwanza imegandamiza jamii ya Homo Gusii? Bila tunazungumza hivi sisi hatuna PS hata mmoja. Kwa hivyo kabla wewe usimame useme serikali imetuletea maendeleo, jibu hayo maswali wewe kwanza, ujibu hayo maswali kwanza kabla uanze kuingilia viongozi wengine. Kwa hivyo sisi tukiteta, mtu akisema watu wetu hawapatiwi nafasi za kikazi, ni ukweli. Tuliona ile list ilitoka ya KRA. Uliona makabila mengine anachukua nafasi zote, unakuta Kisii tunarushiwa nafasi moja constituency. Kama wewe uko kwa serikali, simama kwanza tueleze, useme kwamba unatetea Mkisii ndio tugandamizwe tusipata nafasi katika serikali kuu, watoto wetu wasiajiriwe kwa serikali kuu. Ukija saa hizi shida tuko nao, vijana wengi wako hapa nje wanatafuta kazi. Wengi. So kabla ufungue mdomo kusema Wakisii muimbe serikali, hii matatizo ambao wananchi wako nayo, nani atayatatua? Basari vile nimepita leo nazungumza, wananchi wanasema unapewa basari ya shilingi 3,000. 3,000 shillings. Na hiyo ni baada umepeleka fomu, umetumia pesa kwa barabara, alafu unapewa shilingi 3,000. Tukizungumza maneno haya, hatutaki kiongozi akasiriki. Tunataka atueleze kama yeye pia anafurahia kwa roho yake. Yeye anafurahia watu wetu wakigandamizwa, wakiteswa namna hivi. Umeona hivi sasa wakulima, leo nimepita katika tea buying center. Wakulima wanasema wameanza kutishwa eti paka wa register teams ya KRA kwa sababu serikali inakuja kutafuta housing tax kwao. Kwani huyo mtu aishi Kenya? Wewe unakuja kupigia serikali makofi inyang'anye wakulima wetu pesa kidogo ile wanapata, eti unataka kwenda kuwajengea manyumba Nairobi. Kwa hivyo tukizungumza haya mambo, tunaomba viongozi wetu watusikize, na ikiwa wanataka kujibu, wajibu kwa upole, sio kwa njia ya vita. Kia tu serikali wenyewe wahakikishe kwamba zile maeneo ambapo watoto wao wanasoma ziko sawa sawa. Kwa sababu unajua ukizungumza maneno ya kufungua shule, kuna watu ambao wanaishi katika eneo la Kisii lakini watoto wao wanasoma katika eneo ya Ahero, Nyando, kule katika kaunti ya Kisumu ambaye bado tunaona kuna matatizo. Kwa hivyo bado tunawaomba wawasiliane na walimu wa shule, walimu mkuu wa shule, wahakikishe kwamba hali katika mashule iko sawa sawa kabla ya kuachilia watoto wao waende shuleni. Kwa sababu sisi tumeona serikali ikifanya makosa. Juzi wiki mbili serikali ilikuja kutangaza saa 6 inaelekea saa 7 asubuhi kwamba watoto wasiende shule, na tayari watoto walikuwa wamefika kule shuleni. Kwa hivyo serikali pia tumeona inaweza kufanya makosa. Kwa hivyo mimi na wazazi wakuwe waangalifu, wakuwe wa makini kabla watume watoto shuleni. Hakikisha kwamba eneo mtoto anakwenda haina matatizo ya mafuriko. Nchi tunatazama, mimi sio mjumbe katika bunge ya National Assembly. Sisi tunatazama wananchi wamepewa jukumu waangalia hayo mambo na wapige kura yao kwa kutetea mwananchi. Kwa hivyo tunapima hii serikali ya UDA, wale wanaamini wabunge kutoka UDA, chama cha UDA ama Kenya Kwanza. Sisi Jumatatu tutajua nani ako upande wa wananchi na nani anataka mwananchi agandamizwe. Tutajua. Asante.